babu yupo. Babu. Pengine unajiuliza anaweza akasema nini mbele kwa sisi tunaisemea vizuri serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Suluhu Hassan. Sijui umeelewa, au Kizimkazi ukihitajika utaitwa. Kwa hiyo wale wanaharakati wanajitahidi sana sisi watuchafue kwenye namna nyingine au namna hii. Wanajitahidi sana na ndo kama hivi. Sina kosa lolote, simjui, hanijui. Sina hata namba yake. Sije kukutana naye kokote. Si unanielewa? Lakini ghafla tunatokea kunichafua kwenye mitandao ya kijamii. Kutokana naona na upendo wetu tunapopenda serikali yetu na tuna misimamo. Si unanielewa? Kwa hiyo mimi namuona huyu ni mtu mjinga na nataka niombe wanahabari, natoa fundisho ili hata kwa mwingine akija kumfanyia mtu mwingine kama hivi ni kosa kubwa. Ajutie. Kwa hiyo isije kwa tena usubutu kwa mtu mwingine aogope, tuheshimiane. Tufanyane mambo yote lakini si katika kupeana maradhi. Na unahakikisha wananchi kuwaaminisha. Najua wengi hawezi kuwaaminisha, wengine wataamini, wengine hivi. Kwa hiyo leo yule nataka nimfundishe ili watu wasije kumwamini tena. Wajua kabisa kwa yule mwanaharakati ni mchochezi na muuaji. Si unanielewa na habari? Maisha yangu yote simjui hata kichogo chake kikoje. Na mimi neno langu la mwisho aliponichafua nilimfuata DM. Nikamwambia wewe kichogo una lolote. Sawa bwana, unitishi chochote. Kichogo kama kengele ya Sabato ndio kisa kilianzia hapo. Kwa nini unaniambia mimi kichogo? Kataaruki. Ndio akaanza kutiririka. Nitakuonyesha, sijui nitakupa nini. Mimi sijui nini, vitu vingi ujue, mimi sijui kusoma. Wapo watu wanasema, "Yaani nina mkeka wake." Haina budi kuwaonyesha. Lakini nina mkeka wake mkubwa sana. Ndio, mjomba lakini anasema ameshawahi kwenda kuchukua dawa hospitali moja. Maisha yangu yote simjui wala hanijui. Simjui wala hanijui maisha yake yote. Sijui umenielewa, sijai kukutana naye kokote. Oya mimi babu ujue. Wajukuu wengi wananifahamu. Mimi mtu yote nikikutana naye hata muuza karanga lazima nipige naye picha. Kwa hiyo uthibitisho wake mwambie aonyeshe tu picha yuko na vitu magari. Na wale mlikuwa mnanekea nyimbo ya Feruzi itakuwa inapigwa Mwanza. Kwenye miaka mingapi? Miaka 30. Ya nini? Ya Bongo Flava mje. Wote mlikuwa mnanekea nyimbo ya Feruzi, tutakuwepo Mwanza. Wote nakukaribisha, tutakupokeeni, waini tiketi mapema. Mji umeamka Mwanza, watu wakatoro wameniita. Babu njoo upumzike huku. Ndio Madi kaniambia kakaangu njoo Doto Magari babu. Naenda katika miaka 30 tarehe 8 mwezi wa 8 tueni Mwanza. Jumuiya yote, watu wote, wanafiki wote, maadui yote, mashabiki zangu. Msiokuwa naenda nitakupatieni tiketi. Miaka 30 inafanyika Mwanza ya Bongo Flava. Babu ndani ya nyumba nashika mic na lapu. Hapa nilipo kitandani. Wanahabari na kupenda. Tufanyane mambo yote lakini si katika kupeana maradhi. Na unahakikisha wananchi kuwaaminisha. Najua wengi hawezi kuwaaminisha, wengine wataamini, wengine hivi. Kwa hiyo leo yule nataka nimfundishe ili watu wasije kumwamini tena. Wajua kabisa kwa yule mwanaharakati ni mchochezi na muuaji. Si unanielewa na habari? Maisha yangu yote simjui hata kichogo chake kikoje. Na mimi neno langu la mwisho aliponichafua nilimfuata DM. Nikamwambia wewe kichogo una lolote. Sawa bwana, unitishi chochote. Kichogo kama kengele ya Sabato ndio kisa kilianzia hapo. Kwa nini unaniambia mimi kichogo? Kataaruki. Ndio akaanza kutiririka. Nitakuonyesha, sijui nitakupa nini. Mimi sijui nini, vitu vingi ujue, mimi sijui kusoma. Wapo watu wanasema, "Nani mna mkeka wake?" Haina budi kuonyesha. Lakini nina mkeka wake mkubwa sana. Ndio, mjomba lakini anasema ameshawahi kwenda kuchukua dawa hospitali moja. Maisha yangu yote simjui wala hanijui. Simjui wala hanijui maisha yake yote. Sijui umenielewa, sijai kukutana naye kokote. Oya mimi babu. Ndio swali langu ni kwamba unaenda kuaminisha, unaenda kupima ili uaminishe jamii. Nataka utujibu kwamba kama utakutwa una umeme utafanya nini? Jambo la kawaida, jambo la hili nitaupokea kama nilivyopokea haya. Niliambiwa na TANESCO babu umeme ukikatika tumpate ni babu. Kwa nitapokea. TANESCO nitaipotea, siwezi kuipinga. Hata nyie